Alright, karibu katika channel hii hapa. Erica Lulako ndo jina, na hii sasa ni uhalisia wa maisha Marekani. Sijaiongelea hapa kwa muda mrefu, ila naanza kuongelea. Kwa hiyo leo nataka nije na kitu kinaitwa credit card. Kama utakuwa unafahamu au hufahamu, uchumi wa Marekani uko based kwenye credit card na sio cash oriented. Yaani ile malipo ya matumizi yetu ya kila siku yako based kwenye credit card. Unatumia credit card yako, unapata huduma. Na kwa Tanzania, sijui nchi nyingine, huo unakuwa ni cash based, kwamba watu tunatembea na cash kwenda kufanya malipo yetu ya vitu mbalimbali. Sasa kwa miaka zaidi ya 14 ambayo nimekaa hapa, kipindi kile wakati nakuja mara ya kwanza, nikamuuliza nani, sasa nikakuta mume wangu, nikakuta katika ile kufanya kazi, katika ile kulipalipa vitu nini, naona credit card. Sasa nikamuuliza, hapo ni nini? Akaniambia hapa ni credit card, na hizi hapa ni pesa za benki ambazo benki mbalimbali ukiwa unaishi hapa Marekani unaweza ukaomba hizo kadi wakakupa na ukawa unafanya manunuzi ya kila siku. Lakini katika kupewa hizo credit card, anasema credit card ina maana unatumia kadi ambayo ina pesa ya benki. Ile pesa sio ya kwako. Hata kama wewe utakuwa una pesa ya benki, lakini ni muhimu, ni lazima utumie hiyo kadi. Kwamba sasa mimi nasema, sasa mimi nitakuwa na kadi ya mimi na pesa zangu benki. Kwa nini nikatumia kadi yako bwana, wakati mimi na pesa zangu zimejaa benki, ni nazo ziko za kutosha, afu niende nikatumia wewe hela yako hiyo ya benki? Akaniambia, sasa ukitaka kupanga nyumba, ukitaka kununua nyumba, ukitaka kununua gari, unielewa hata kama una mabilioni yako ya pesa yako yamekaa huko kwenye account yako, account yako ya mnaita nini, ATM, hata hapa ni ATM ya cash, iko kwenye account yako. Hapa ni muhimu uonyeshe utumiaji wako wa credit card. Na zile credit card huzipati hivi. Ingawaje siku hizi kuna sehemu ambapo ukiwa na kadiri unavyoitumia na kulipa kwa wakati inapandisha, kuna points zinapanda. Kwa hiyo kuanzia 800 na kuendelea, 800 na kuendelea nzuri. Unaweza ukanunua kitu chochote bila kutumia pesa yako, ukatumia pesa ya benki. Na kwa nini wanatumia pesa ya benki? Uchumi wa hapa umejengwa kuweza kuwajengea wananchi uaminifu, adabu, yani ile discipline ya kwamba unatumiaje pesa, na kumwezesha mwananchi hata kama unakuwa huna pesa nyingi, lakini let's say unataka kununua nyumba ya bilioni 2. Let's say ukawa una milioni 500. Kwa ile nyumba ya bilioni 2 kama unaitaka, utaenda kuchukua mortgage, na mortgage ni ile kwamba utaenda kukopa hela benki ili uweze kumlipa yule mwenye nyumba. Lakini katika kukopa hela benki ni lazima wewe uionyeshe benki kwamba una pesa kwenye benki, hata ile ya down payment. Tuseme una milioni 500, lakini nyumba unayotaka kununua ni ya bilioni 2. Sasa zile bilioni 2 huna. Kwa hiyo wewe utaenda benki wataangalia, kwa hiyo una hapa una milioni 500, lakini unataka bilioni 1.5 ili uweze kufikisha hizo bilioni 2. Kwa hiyo wataangalia sasa, je, pale ndo mtu anaoja kuangaliwa. Sasa unaambia, je, wewe katika kutumia credit yako umekuwa ukilipa, pamoja na kwamba una cash, je umekuwa ukilipa? Umekuwa ukilipa kwa wakati?
na points zako za kadi, hiyo credit card inaonyesha ziko kuanzia 800 na kwenda mbele. Na naomba nikwambie kitu. Kwa sasa hivi kuna vitu ambavyo vinatokea mbalimbali tu katika services mbalimbali, katika huduma mbalimbali. Ukiwa na 500 wanaweza wakakufikiria hivyo, lakini tuseme 800 ukitaka kuwa sehemu salama kuanzia points 800. Sasa wakiangalia wakiona kwamba wewe ni mlipaji mzuri wa ile pesa ya benki ambayo unatumia kila siku, wanakupa mkopo kulingana na ile credit yako, kulingana na ile background ya matumizi yako ya pesa, kwamba wewe ni mwaminifu. Kwa wanaangalia kila kitu. Ndio maana sasa yule akasema pale ndo nikaanza kuelewa kwamba kumbe hii ya kutumia credit card ambao wa Marekani wanayo ni nzuri. Inasaidia kuleta heshima katika matumizi ya pesa. Asa mtu akaniuliza, kwa mfano ukitaka kupanga nyumba, hivi vitu vyote vitafuatiliwa. Utakuangalia, je, katika kupanga nyumba hapa mtu atuambie sweet lipa mwaka mzima unalipa ile security. Ukishalipa security wanaangalia credit zako wamekubali, baadaye unaanza kulipa kila mwezi. Sasa wanaangalia kama security background yako katika kulipa madeni ya credit card unaotumia hawakupi, hupangishwi nyumba. Kwa wanaona kwamba wewe utakuwa mzigo tu. Kwa hivyo vitu vimewajengea wengi wa Marekani heshima sana katika kuwa na discipline ya kutumia pesa. Kwa mfano mimi ile tu nilipofika hapa Marekani, kutoka kwamba partner wangu alikuwa na credit card yake ilikuwa alikuwa ana points nzuri, nilipata niliweza kupata ile kadi ya kutumia. Kwa unapatika kutumia ukiwa nayo, sio eti kwamba kisa ni hela ya benki basi wewe utumie unavyotaka. Na watu wengi sana wao wanakamatwa. Mtu anaenda anatumia anavyotaka, alafu mwisho wa siku labda watu hawataki kufanya kazi. Hii ikija Tanzania ndio itakuwa tatizo. Ndio maana kwamba kwa nini bado haijaje, ingaje nahisi kuna aina nyingine ambazo watu wanatumia kuweza kupata mikopo. Kwa hiyo hii hapa ndo nikawa nasema kwamba hivi, ukiipata sio kwamba kiseti unayo labda ina milioni 50 basi wewe utatumia tu unavyotaka. Ndo unatakiwa utumie ile credit card isizidi 30%. Ikizidi pale unajiweka katika matatizo. Na pia katika unavyoitumia unatakiwa ulipe kwa wakati, la sivyo riba zitazikusanya. Kwa pale unapoenda dukani unaenda kununua kitu, unanunua tu na hiyo kadi. Ushanunua, let's say labda huna sasa hivi, alafu baada ya wiki mbili labda unapata pesa. Ndo uzuri wenyewe. Unaenda unachukua ile pesa unaiweka huko. Unalipa ile ulomaliza, maisha yanaendelea. Au mwisho wa mwezi kama ndo unapata pesa yako, ila huko mara nyingi wanalipa mara 2 kwa mwezi. Siku 14 siku hivyo mara 2 kwa mwezi. Kwa maana yangu nao kuambia hivi, credit card zinajenga heshima ya matumizi ya pesa. Alafu pia mtu kuwa na heshima katika matumizi ya pesa. Na ukiwa nayo, kuna wakati mwingine wanaweza kukutumia checks. Wanakuambia haya nenda ka draw cash. Kama unahitaji cash sasa wewe uchukue ili uende kulipia kitu chochote kile. Unahitaji cash kufanya kwenda kupunguza, labda kuna kadi nyingine huko ambayo ina riba kubwa alafu unataka cash. Vile pia wanakutumia. Kwa wewe mwenyewe pale ni akili yako hapa kujua je, nikitumia hapa nitaweza, nikaenda kuchukua cash huko nikaweka huko, je nitaweza? Huko nitaweza. Kwa hiyo unakuta unaviacha. Huko unakuwa kuna heshima, unakuwa uko huru. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu una mikadi kibao, mingine hata utumii umeshaisahau yuko huko. Na wala hata hawajali. Alafu hapa benki zenyewe zinakuomba wewe ukatumie hela yao. Sasa ukiitumia mwisho wa siku utalipa. Watu wengi wanakuja kukamatwa kwa sababu hawalipi. Unajua kukuta kwamba ndio maana benki zinapata pesa. Sasa hebu niambie, Marekani kuna watu wangapi? Milioni zaidi ya 350. Si milioni 300, zaidi ya milioni 350. Sasa hebu niambie watu milioni 20 wajisahau afu uongezee kile kiriba kile, hebu niambie utakuwa umepata shilingi ngapi? Kwa kuna watu bado wanajisahau, wengine wanajisahau kulipa. Ingawaje hivi ndio hoja kuviongelea baadaye. Kuna mambo mengi tu unaweza ukachajiwa kwamba labda umechelewa kulipa au ukafanya nini. Kwa watu wengine wanajichelewesha. Ila kama wewe umejipanga maisha yako na umeweka kila kitu sawa, basi unachukua tu unalipa. Kwa mfano mimi nikitaka kuja Tanzania, nakata zangu ticket,
natumia ile pale, natumia credit card, nakata ticket, sio kwamba ninatoa cash. Cash ndio ninayo sawa, lakini kwa wakati huo kama sihitaji kuitumia cash yangu, nakata tu ticket, nishakata ticket. Sasa hilo ni deni ambalo natakiwa mimi nililipe. Hivi tunajua kuviongelea baadaye. Ila kwa leo naomba uelewe tu kwamba uchumi wa Marekani ni uchumi ambao uko based credit card based. Na Tanzania mnatumia cash. Katika video inayofuata nitaongelea ni jinsi gani ambavyo mimi nikikata ticket yangu kupitia credit card, ile pale nitatakiwa niilipe. Lakini nikilipa itategemea, je, nikikata hivi, afu pia unapokata, unapotumia hizi cards inabidi ufanye research kubwa kwa sababu kuna ambazo zina zawadi, kwamba ukitumia hii kadi unaweza kupata points. Ukienda sehemu fulani utaenda kupata hoteli kwa bure, kwa vile unapata points za kukaa sehemu fulani au kupata trip fulani. Kwa hiyo inategemeana na wewe road. Kwa mfano hapa kuna nani duka linaitwa Costco. Ile pale ukitumia kadi yao baada ya mwaka wanaangalia umetumia kiasi gani, unaweza kurudishiwa pesa. Kwa hiyo vipi, kuna zawadi nyingi sana wanaita rewards ambazo zinatolewa na kadi tofauti. Kwa hiyo inategemeana na wewe unatumia kadi gani. So kwa hiyo unaposema okay, sasa mimi Erica hapa nasema okay, nina 5,000 ambayo naweza kulipa ticket ya kuja Tanzania. Kwa hiyo nitatumia hii kadi ili nipate point, lakini baada ya wiki 2 au kesho yake tu hiyo nailipa. Au baada ya, itategemeana pale nimepata kwamba nitapata riba au sitapata. Kwa hiyo mimi nitatumia kadi hii hela ya benki, lakini nitakuja baada ya wiki 1 au 2 nitailipa, au hata baada ya siku 3 au 4 nitalipa, lakini huko tayari nishapata point kwa sababu nimetumia kadi yao, nimetumia hela zao. Kwa hiyo ukiwa unatumia na unalipa, basi inakuwa haina shida. Kwa hiyo unakuwa vizuri. Na mtu hapo ukija kumwambia kwamba hivi, mimi nimenunua hii hapa kadi au nimenunua ticket na kuja Tanzania, ni hela ya mkopo. Mtu hakuelewi. So anyways, hiyo nitaelezea baadaye kwa undani. Alright, so